Karibu sana. Hapa ni kwenye podcast ya Kenya Wantam Nontam Movement au KWM. Hapa ndipo tunachukua mada muhimu, vyanzo mbalimbali na tunachimba kwa undani zaidi. Leo tunaliangalia andiko moja kwa moja kutoka kwenye jukwaa letu la KWM. Lina kichwa kizito kidogo. Hatupaswi kamwe kuwasahau mashujaa hawa wa Kenya. Kichwa chenyewe kina uzito wake kweli. Kabisa. Na hoja yake kuu, yani msingi wa makala hii, ni kwamba historia yetu kama Wakenya imejaa watu waliojitolea mahanga. Walipigania haki, usawa. Lakini hawakumbukwi ipasavyo, au kumbukumbu zao zimefifishwa. Hapo sasa. Zimefifishwa, kupotoshwa, wakati mwingine hata kufutwa kabisa. Sasa lengo letu hapa ni kuelewa kwanza makala inasema nini hasa. Na kwa nini inasema hivyo? Kwa nini inawachukulia watu hawa kama mashujaa waliosahaulika? Ndiyo. Na kwa nini ni muhimu sana kulingana na wao tuwakumbuke leo. Hebu tufungue ukurasa huu. Makala inaanza kwa kusema, unajua, ile hadithi tunayosikia mara nyingi kuhusu Kenya huenda haijakamilika. Kuna sehemu zinakosekana. Wazo kuu hapa ni kwamba hadithi ya taifa hili haikuandikwa tu na wale tunaowaona kwenye tusema sanamu kubwa au majina ya barabara kuu. Kuna wengine nyuma ya pazia au pembeni. Kabisa. Kulingana na chanzo hiki KWM, kuna watu wengi sana walioilipia hii haki tunayoijaribu kuifurahia leo. Waliilipia kwa gharama kubwa. Gharama kubwa sana. Uhuru wao, damu yao, hata maisha yao. Lakini, na hapa ndipo hoja inapokolea. Makala inahoji, je, tunawapa heshima wanayostahili? Swali zuri. Makala inaonekana kujibu hapana. Inasema mara nyingi sana tunawatukuza wale walionufaika na mfumo, labda hata wale waliohusika na usaliti, huku mashujaa halisi wa mapambano wanasahaulika, wanafutika kwenye kumbukumbu. Sasa hebu tuingie kwenye mifano maalum ambayo makala inaitumia. Ni muhimu tuwaangalie. Mmoja wao ni Pio Gama Pinto. Pinto, jina kubwa katika harakati za ukombozi na hata baada ya uhuru. Mwandishi wa habari, mwana sosialisti, aliyepambana sana na ukoloni. Lakini pia baada ya uhuru hakusita kukemea uchoyo na ukosefu wa usawa ulioanza kujitokeza. Na aliuawa mapema sana, 1965. Makala inasema nini kuhusu kumbukumbu yake? Inasema hadi leo hakuna kumbukumbu rasmi kubwa inayomwenzi kama inavyostahili. Yaani hakuna sanamu kubwa, hakuna taasisi kubwa iliyopewa jina lake. Na zaidi ya hapo, inadai kulikuwa na juhudi za makusudi za kuficha urithi wake. Hapo unaanza kuona huo mfumo au pattern ambayo makala inajaribu kuielezea. Pinto sio wa kipekee katika hili. Mfano mwingine unaotajwa ni J.M. Kariuki. J.M. maarufu kwa kauli ile ya mabeberu 10 na maskini milioni 10. Alikuwa anaonya kuhusu pengo linalokuwa kati ya matajiri wachache na umma mkubwa wa maskini. Alikuwa anapinga huo mwelekeo. Na nini kilifuata? Mwili wake ulipatikana wapi? Msituni. Msitu wa Ngong 1995, ukiwa na dalili za mateso makali. Na makala inasisitiza hakuna aliyeadhibiwa kwa mauaji hayo hadi leo. Tena, mtu anayepinga mfumo, anayesema ukweli usiopendeza, anapotea katika mazingira ya kutatanisha. Yaani, inatisha kidogo. Inatisha sana. Na hii inaturudisha nyuma hata kabla ya uhuru. Dedan Kimathi, kiongozi mkuu wa Mau Mau, alipigania ardhi, alipigania uhuru, akakamatwa na Waingereza na kunyongwa mwaka 1957. Lakini hata baada ya sisi kupata uhuru, ilichukua muda gani kabla ya sanamu yake kusimamishwa pale Nairobi? Muda mrefu sana. Na hadi leo, makala inakumbusha kaburi lake halijulikani lilipo. Hii inazua swali kubwa kuhusu jinsi tunavyothamini wale waliojitoa mahanga. Kweli kabisa. Na ukiangalia hawa watatu tu, Pinto, Kariuki, Kimathi, unaanza kuona hiyo picha ambayo makala inachora. Picha ya watu wanaosimama kinyume na mkondo. Iwe ni dhidi ya ukoloni au dhidi ya serikali za baada ya uhuru. Mara nyingi wanakumbana na ukandamizaji mkali. Inaweza kuwa mauaji, kutoweka, kutengwa kisiasa, kutengwa kiuchumi.
au hata kufutwa tu kimya kimya kwenye vitabu vya historia na kumbukumbu za taifa. Makala inahusisha hatima zao moja kwa moja na msimamo wao, msimamo wa kutetea usawa, haki, kupinga ufisadi. Yaani walikuwa wanatishia hali iliyokuwepo. Na sio tu watu wa enzi hizo. Orodha inaendelea. Watu kama mchungaji Timothy Njoya, Aliyepigania demokrasia ya vyama vingi wakati wa Moi, akapigwa hadharani. picha zile zilisambaa sana. Halafu kuna Askofu Alexander Muje. Askofu Muje, jasiri sana katika kukemea ufisadi serikalini. Alifariki katika ajali ya gari, ajali yenye utata mkubwa, muda mfupi tu baada ya kuonywa. Ajali yenye utata. Na pia Dr. Robert Oko. Waziri wa mambo ya nje. Inadaiwa alianza kuhoji masuala mazito ya ufisadi wa kimataifa. Akatekwa nyara na kuuawa mwaka 1990. Ukweli kamili haujawahi kujulikana wazi. Wote hawa na wengine wengi kulingana na makala hii walisimama kwa ajili ya kitu muhimu, lakini hawakumbukwi ipasavyo. Hakuna minara, hakuna shule kubwa zilizopewa majina yao. Na hapo ndipo makala inapoleta ule ulinganisho. Ukosefu huu wa utambuzi rasmi kwa upande mmoja. Halafu kwa upande mwingine, kumbukumbu kubwa inayotolewa kwa watu wengine. Mfano mkuu unaotolewa ni Jomo Kenyatta. Kabisa. Jina la Kenyatta liko kila mahali. Viwanja vya ndege, barabara, hospitali, sanamu, hata kwenye noti. Tofauti hii kubwa ndiyo kiini cha hoja ya KWM hapa, kwamba kumbukumbu ya historia sio kitu kinachotokea chenyewe tu, ni kitu kinachochaguliwa, Kinachoamuliwa. na mara nyingi kinaamuliwa na wale walio na nguvu, wale wanaoshikilia mamlaka. Na sasa hapa mambo yanazidi kupata kuvutia na pengine utata zaidi. Jinsi makala inavyomzungumzia huyu Jomo Kenyatta. Inampa heshima yake kama ishara ya awali ya kupinga ukoloni, bila shaka. Ndiyo, inakubali hilo. Lakini inaendelea kusema kwamba baada ya kupata mamlaka, mambo yalibadilika. Makala inadai aliimarisha utawala wake binafsi, Akawatuza wafuasi wake waaminifu, mali, vyeo. na wakati huo huo akaanza kuwakandamiza wale waliompinga au hata wale waliokuwa na mawazo tofauti tu. Hapa ndipo inadai aliwasaliti baadhi ya mashujaa wenzake. Mfano mzuri unaotajwa ni Bildad Kagya. Kahaja, mmoja wa wale wakapinguria 6, alihoji mwelekeo wa serikali mpya kuhusu maslahi ya maskini na ugawaji wa ardhi. Matokeo yake, Kutengwa. Kuishi maisha ya unyonge na kufa akiwa maskini. Alifutwa hata kwenye baadhi ya vitabu vya kiada kwa muda. mwingine ni Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa rais wa kwanza. Aliyejiuzuru mwenyewe akipinga ufisadi na sera ambazo aliona zinawapendelea wachache na ukoloni mamboleo. Akavumilia kufungwa nyumbani, kampeni za kumchafua. Uchambuzi huu wa KWM unatumia simulizi hili la Kenyatta kama, tuseme, hadithi ya tahadhari, jinsi mamlaka yanavyoweza kubadilisha mtu. Na jinsi misingi ya awali ya mapambano inavyoweza kupotea njiani. Wanatumia kumbukumbu yake kubwa kama kioo kuonyesha kile wanachodai ni kusahaulika kwa makusudi kwa wengine. Hata wale wengine wakapinguria 6, kundi lile maarufu. Wale 6: Kungu Karumba, Fred Kubai, Paul Ngei, Achie Ngweneko, pamoja na Kaja na Kenyatta mwenyewe. Makala inaeleza kuwa hata hatima zao baada ya uhuru zilikuwa tofauti sana. Kubai alipuuzwa kwa kiasi kikubwa. Karumba alitoweka katika mazingira kutatanisha alipokuwa Uganda mwaka 1974. Mwili wake haukupatikana. Waneko na Kaja waliendelea kupinga serikali na hata Waneko akafungwa tena kisiasa. Halafu kuna Ngei na Kenyatta ambao makala inadai walinufaika sana na mfumo mpya wa madaraka. Hii yote kwa mujibu wa makala inaimarisha hoja yao kwamba nani anakumbukwa na nani anasahulika. Mara nyingi inategemea nani anashikilia usukani wa madaraka. Historia huandikwa na washindi. Lakini swali linabaki, kwa nini? Kwa nini kungekuwa na haja ya kuwanyamazisha au kuwafuta watu hawa kwenye kumbukumbu? Makala inatoa sababu kadhaa. Kwanza, inasema ukweli unauma. Ukweli wanaosema mara nyingi unatishia maslahi ya kiuchumi, maslahi ya kisiasa ya watu wenye nguvu. Pili, ujasiri wao unaweza kuwa aibu kwa wale walio madarakani. Kama wamepoteza dira au wanashiriki maovu,
kuona mifano ya watu waliosimama kidete inawakera. 3, na hii ni muhimu sana, ni kuhusu kudhibiti simulizi, kudhibiti historia. Nani anakumbukwa na jinsi gani anakumbukwa? Hii ni njia yenye nguvu sana ya kudhibiti fikra za watu. Na kuathiri mustakabali. Yaani ukidhibiti tulikotoka, unajaribu kudhibiti tunakokwenda. Kwa hiyo, kunyamazishwa kwao, kulingana na KWM, sio tu kuzuia upinzani wa moja kwa moja, ni pia kulinda dhana fulani ya uongo. Dhana ya utulivu, umoja, huku pengine chini kwa chini kuna maovu yanaendelea. Ukosefu wa sanamu, ukosefu wa majina yao kwenye mitaa, kutotajwa shuleni. Yote haya yanatajwa kama ushahidi wa jaribio la makusudi la kama kusafisha historia, kuifanya iendane na maslahi ya watawala, kama kufuta kurasa ngumu za kitabu chetu. Ni kama kuchagua tu sehemu nzuri za hadithi yetu na kuficha zile zisizopendeza au zinazoleta maswali magumu. Sasa, hapa katikati ya mjadala huu mzito, labda ni wakati mzuri wa kukukumbusha wewe msikilizaji. Je, umewahi kufikiria kuhusu haya? Majina ya mitaa, sanamu, hata majina ya majengo yanaakisi historia gani? Na je, hiyo historia iko kamili? Kenya Wantam Notam Movement inakualika ujiunge kwenye mjadala huu. Wanataka watu washiriki katika kuhakikisha ukweli unajulikana na haki inatendeka. Unaweza kufanya hivyo kwa kutembelea tovuti yao. Ni rahisi tu, www.wantamnotam.com. Ndiyo, na kwenye hiyo tovuti www.wantamnotam.com unaweza fanya mambo mengi. Unaweza kufungua akaunti yako mwenyewe. Ni rahisi kufungua akaunti. Rahisi sana. Halafu utaona wameorodhesha kaunti zote 47 za Kenya. Tafuta akaunti yako. Okay. Ukishaipata akaunti yako, Unaweza kuanza mara moja. Andika mawazo yako. Shiriki kuhusu jinsi ya kuleta mabadiliko chanya pale ulipo, kijijini, mjini, hata kitaifa. Wanahimiza ushiriki wa wananchi. ni wito wa kuchukua hatua. Kabisa. Na pia ukiwa hapo kwenye tovuti, usisahau kitu muhimu. Kuna vitabu viwili vya kielektroniki, e-books, ambavyo unaweza kupakua bure kabisa. Vitabu gani hivyo? Cha kwanza ndicho hiki tunachokijadili leo. Hatupaswi kamwe kuwasahau mashujaa hawa wa Kenya. Cha pili kinaitwa Kenya baada ya Kenyatta, dola ya waporaji. Ni vyanzo vinavyolenga kutoa mtazamo ambao huenda hupati kwenye vyombo vya habari vya kawaida. Asante kwa ufafanuzi huo. Ni vizuri wasikilizaji wajue kuhusu rasilimali hizi. Sasa turudi kwenye hoja ya makala yenyewe. Baada ya kueleza tatizo hili la kusahau na sababu zake, inapendekeza nini kama suluhisho? Hapa ndipo wazo kuu linapojitokeza kwa nguvu zaidi. Wito mkuu ni huu: kitendo cha kukumbuka hawa mashujaa waliosahaulika. Sio tu kukumbuka kimya kimya. Hapana, kukumbuka kwa uwazi, kuwasema, kuwaenzi. Ni aina ya upinzani. Upinzani kivipi? Ni njia ya kurejesha usawa katika hadithi ya taifa, hadithi ambayo huenda imepotoshwa, imeibiwa au imeelekezwa upande mmoja. Ni kama kusema, hapana, hii ndio historia kamili zaidi. Hilo ni wazo lenye nguvu sana, kwamba kumbukumbu sio tu kitu cha zamani kisicho na uhai, Bali ni uwanja wa mapambano. Mapambano yanayoendelea sasa hivi. Makala inasema, kukumbuka kunafanya mambo kadhaa muhimu. Kwanza, kunafichua uongo Uongo gani kwa mfano? wa Kenya. Makala inakataa hilo. Inasema hawa mashujaa walithibitisha kinyume chake kwa maisha yao. Pili, inasema kukumbuka kunawakumbusha watu thamani ya nini? Thamani ya uadilifu, ujasiri, kujitolea kwa ajili ya wengine. Maadili ambao huenda yamefifia katika jamii yetu leo. Kuwakumbuka hawa watu ni kama kuwasha tena mwenge wa maadili hayo. Na tatu, Tatu, inaangazia ukweli kwamba mapambano ya ukombozi wa kweli hayajakamilika. Uhuru kutoka kwa uongozi mbovu, ufisadi, ukandamazi, bado ni safari. Na hawa watu walituonyesha njia. kwa hiyo unapomkumbuka mtu kama Field Marshal Mwariama, Aliyepigana na Kimathi, lakini akakataa kusalimu amri. Baada ya uhuru akisema uhuru haujakamilika. au Bildad Kaja tena,
aliyeishi kwa unyenyekevu akipinga usaliti kwa maskini. Kulingana na KWM, unapowakumbuka hawa, unafanya zaidi ya kusoma historia. Unakuwa unafanya nini? Unakuwa unahoji hali ya sasa. Unakuwa unauliza maswali magumu. Je, tumefikia ule uhuru kamili walioutaka? Je, maadili walioyasimamia yanazingatiwa leo? Je, wale wanaotawala leo wanafuata nyayo zao? Kwa hiyo kumbukumbu inakuwa kama kioo cha kujiangalia leo. Hasa, makala inaweka kumbukumbu kama kitendo hai, kitendo chenye athari za kisiasa na kijamii sasa hivi. Inapendekeza kwamba kuwakubali na kuwakumbuka hawa watu waliosahaulika ni changamoto ya moja kwa moja kwa mfumo uliopo. Kwa nini ni changamoto? Kwa sababu inaleta mezani maadili mbadala, uadilifu, haki, usawa, maadili ambayo makala inadai yalikandamizwa na pengine bado yanakandamizwa. Ndio maana wanataka hadithi hizi ziwe sehemu ya maisha ya umma, Zifundishwe kwa kina shuleni. zijengewe sanamu na makumbusho halisi, zipewe siku maalum za kitaifa za kuwakumbuka, sio tu kama maelezo ya chini. Sasa, tukijumlisha haya yote, yanatupeleka wapi sisi kama Wakenya? Ujumbe wa mwisho wa makala hii ni upi? Ujumbe wa mwisho ni mzito kweli na wa kutafakarisha, kwamba taifa linalosahau mashujaa wake wa kweli linajisahau lenyewe Linapoteza sehemu ya utambulisho wake. kabisa. Linapoteza dira, linapoteza mizizi yake halisi. Makala inatoa hoja kuwa Kenya inahitaji kwa haraka sana kukabiliana na historia yake uso kwa uso, kwa uaminifu wote. Kukubali mazuri na mabaya, mafanikio na mapungufu, bila kuficha, bila kupindisha ukweli. Na jukumu hilo, kulingana na KWM, sio la serikali tu, Sio la serikali pekee, basi ni la nani mwingine? ni la raia wa kawaida, wewe na mimi. Wanasema raia wana nafasi kubwa na wajibu muhimu wa kurejesha kumbukumbu hizo, pale ambapo historia rasmi imenyamaza kimya. Au imepotosha? Ni juu ya watu wenyewe kutafuta ukweli, kusimulia hadithi hizo, kuhakikisha hazipotei. Yaani, makala inakuuliza wewe msikilizaji, fikiria hii kumbukumbu ya umma unayoiona karibu nawe Majina, sanamu, sherehe. inaakisi maadili gani hasa? Na swali muhimu zaidi, nani anafaidika na simulizi hilo la historia linalotawala sasa? Makala inaonekana kuashiria kuwa kubadilisha simulizi hilo kunaanzia na kila mmoja wetu kufanya uamuzi. Uamuzi wa kutaka kujua zaidi, kusoma, kuuliza maswali magumu, kujadili kwa uwazi kuhusu hawa watu na wengine ambao huenda wamesahaulika kimakusudi. Ni kuchagua kukumbuka. Sasa, tukihitimisha uchambuzi wetu huu wa kina wa makala hii kutoka Kenya Wantam Movement au KWM, hoja yake kuu ni wito. Wito wa dharura. Wito wenye hisia kali. Tuwakumbuke. Tuwakumbuke wale ambao makala inawaona kama mashujaa halisi wa Kenya waliosahaulika. Inadai kwamba kufutwa kwao kwenye kumbukumbu zetu kunalenga kulinda hali ya sasa, hali ya ufisadi, ukosefu wa haki. Na kinyume chake, kitendo cha kuwakumbuka, kuwaenzi, kusimulia hadithi zao ni kitendo cha upinzani. Tena, upinzani wenye nguvu. Na ni hatua muhimu kuelekea kujenga Kenya yenye haki zaidi, Kenya bora kwa wote. Bila shaka, makala hii inawasilisha mtazamo wenye nguvu sana, unaochochea mjadala. Ingawa ni muhimu tukumbuke, huu ni mtazamo unaotoka katika chanzo kimoja, KWM, chenye mwelekeo wake kuhusu historia na mamlaka nchini. Lakini hoja inayotolewa inatuacha na swali kubwa la kutafakari. Swali kubwa sana na linalovuka mipaka ya Kenya. Je, jinsi jamii yoyote ile duniani inavyochagua kukumbuka au kuchagua kusahau yaliyopita inaathiri vipi hali yake ya sasa? Na mwelekeo wake wa baadaye. Kabisa, ni kwa jinsi gani hadithi tunazojisimulia sisi wenyewe kuhusu tulikotoka zinaweza kuumba kwa uzuri au kwa ubaya njia tunayoelekea. Hili ni jambo la kila mmoja wetu kulitafakari kwa kina. Na huu ndio mwisho wa mjadala wetu kwa leo. Tunatumai kweli umepata kitu cha kutafakari hapa, na kama ungependa kuendeleza mjadala huu Au kushiriki mawazo yako kuhusu jinsi ya kuleta mabadiliko chanya,
Kumbuka kutembelea tovuti ya Kenya Wantam Notam Movement ni www.wantamnotam.com. Huko unaweza kujiunga na harakati, kufungua akaunti yako, kupata akaunti yako na kuanza mara moja kushiriki mawazo yako. Na usisahau pia kupakua vile vitabu viwili vya bure vya kielektronik. Hatupaswi kamwe kuwasahau mashujaa hawa wa Kenya na Kenya baada ya Kenyatta, dola ya waporaji. Ni rasilimali muhimu kwa yeyote anayetaka kuelewa zaidi. Asante sana kwa kuungana nasi. Hii imekuwa podikasti ya Kenya Wantam Notam Movement, KWM.